Mwanangu, mimi muda wangu umeisha. Nakupa hiki kijiti ukakitunze kama walivyokitunza mababu zetu. Wakikishika tu wabaya mtaangamia nyote. Ukakilinde. Nimekuelewa mama, nitakitunza kadri ya uwezo wangu kwa hali na mali. Sawa mwanangu. Kipiti cha nguvu wote wanakitaka. Kaka, nimepata ule mzigo ambao nilikwambia. So kuhusu TV nitakuletea kesho, maanake kuna sehemu nilipitia nikamoja kuchukua moja kwa moja. Okay. Kuhusu bondi achana nayo. Kwa sababu uzuri wako ni bondi tosha, umeona eh? Toa hicho kijiti. Sitoi. Toa hicho kijiti kisije kukusababishia kupoteza uhai wako. Kijiti sitoi. Bora nipoteze uhai lakini nilinde hazina ya dunia. Najikuta jeuri. Na mzigo wako nilisha kuandalia ni kitabu cha elimu hapa. Sababu ya uzuri wako ninakuongeza na hii kama na wewe. Asante sana. Wewe ni mzuri bwana. Hakuna anayekipata. Kilitokea msituni, siri za mababu, wenye tamaa wanakikimbilia kwa nguvu, wengine wachawi, wengine waganga, lakini nguvu zake si za kuchezea, zinaanga. Kila kijiji story ni ile ile. Sasa nataka tangazo, nikwambie nataka tangazo, sio umeelewa? Yaani kila siku nipe ya kula, waniachia buku 2000 mimi yanitoshi. Nataka talaka yako sio? Sasa talaka yako sikupi na kwenu naenda. Subiri. Nisikia? Mimi ni mtoto wa Kiislamu. Nitaoa mwingine. Nenda kwenu. Hivi unanichukuliaje mimi? Yaani ushaniona mimi chizi. Sasa sikia, sasa hivi naweza kuchiti, nishakuchoka. Yaani kila siku nashinda njaa mimi. Nishakuchoka, yaani sasa hivi nitakuchiti. Sijui umenielewa wewe? Sasa mwae, ile swali uliniambia tayari nishaweka sawa. Umeweka sawa kweli? Kweli nimekutumia, angalia kwenye akaunti yako. Kama kweli. Weza nakupendaga 500,000. 500 tena hapo itazidi kupa utamu. Hii ndio mishangazi ninaotaka mimi, sio mshangazi akupe hela. Macho kama gede za pole. Mama wewe. Sasa mimi nataka nini nikakufurahisha leo? Kweli. Nitakupa dozi 2. Ndio sana tukafanye maswala.
Yaani huyu mdogo wangu bwana, badilishane na watu wanipe dagaa. Hata fungu mbili tu au chukulie bwana. Blaza. Vipi blaza? Tena bora ulivyokuja hapa ni bana kusubiri wewe. Bora ulivyokuja. Kaa hapo chini bwana. Kana ngonda. Wewe dogo mbona unakuwa na kibilisi mshenzi? Mtoto watu unamlaza njana analalamika kila siku paka kwa majirani wanamcheka cheka. Alikuwa mnene cheka alipobaki kama mkutu. Ni masuala gani nakutana aibu wewe? Wewe nakutesa. Ndio. Shoga yangu, mimi nakushauri. Yaani bora upaki na ule pesa mikopo. Kuliko boya wako. Simuelewi kabisa. Kwa nini uelewi shoga yangu? Shoga yangu, kwa nini uone mwanaume atabuku? Kupabuka anashindwa. Kwa hiyo mapenzi kwani ni pesa shoga yangu? Sasa shoga yangu, atabuku ya kufulia. Sasa mimi nimempenda huyo sasa. Shoga yangu sasa. Wewe yule nawe. Shoga yangu lakini. Kwanza tuachane na hayo shoga yangu. Kwa namna siri nyingine. Utajua mwenyewe, lakini mimi nilikuwa namkubali yule mtu wa hela. Sasa tuongee mingine. Basi shoga yangu, sio kanuna ukashindwa kunipa hata kabuku shoga yangu. Sawa, naongea. Sijaita hapa ili mshiaje hapa ili mbishane. Kwa nini unamlaza mtoto watu njaa? Cheka anapopakwa kama sufuria ya nilio ya mtemi na nilio dogo. Kwa nini mtoto wake analala bila kula? Blaza, huyu kila kitu anachotaka mimi nampa. Kila kitu anachotaka mimi namtimizia. Kila kitu ndio mlishe nilio ugali na chumvi usiku. Mtoto watu analalamika naota ndoto mbaya kama ugali na chumvi. Kwa nini? Uongo kweli. Blaza bwana. Unaona zao zake? Mimi nimekwambia. Yaani huyu dogo bwana nibadilishana hata na gunia ya dagaa. Kila mtu anaiza maisha yake. Sema hili swala mimi nitalishughulikia. Bibi, nashukuru kwanza kwa kuitikia wito, lakini pia nisingependa kuzunguka sana kwa sababu niliwishi tu tutoke, kama inawezekana twende somewhere tuongee na vitu kama hivi. Kuna mapema sana. Ni kweli, lakini tukatoka somewhere tukaongea and something like that. Okay, haina shida. Nafurahi kusikia hivyo. Lakini pia leo umependeza sana. Asante. Kila kijiji story ni ile ile. Kijiji kipo lakini hakionekani kwa machome. Ukikishika bila ruhusa ya mizimu